Ndio shoga yangu hapo kunyalika ndugu yake Pili. Anaolewa. Harusi mwezi wa 7. Ndo kanikuta tena hapa ndo anakuja kuniambia na habari za Sale tena ndo hivyo. Ndio mara wewe umetokea bora na wewe ulipotokea ila kwambie. Shughuli. Manzesi. Kuna kitambaa na kijua. Kwa hiyo nikulize kipya. Nate kitambaa. Kitanga 3. Macho yangu ikute. Kwa hiyo hapa. Lini nije? Kesho jioni. Jioni tena. Sasa. Jina utaki. Na wenzako wataki. Nao tena sijui. Basi ndio utawaambia. Sawa nitawaambia. Tamba bila ushone nguo ambayo inaeleweka. Maa ukumbini, sio mtaani. Tubolele Funga mtaa yani. Mimi siwezi. Siwezi hayo mambo jamani. Kona ushinaje? Kawaida tu. Gauni. Ngoja mimi niondoke. Haya wapi na bwana chako na kumwai. Vipi shoga yangu? Unamwamini huyu? Kwani simwamini shoga yangu? Namwamini. Kama unavyoona kantumia mama yake vikoba hapo. Tubolele. Nimekuwa kwenye mfumo nikitafuta amani. Habari zenu wanatuba. Salama. Natoka wiki ya jana. Mama tumekutana tena. Sawa, mama mpolele. Jambo naona nimepungua watu wawili. Jamona hana huyo Soso. Vipi? Wewe kuniambia kwamba Soso yule ambaye alikuwa ni mgeni yuko wapi? Mimi sijui chochote. Maana hata taarifa zake sijazipata. Hajakupigia hata simu. Hata simu sijaipata. Mimi sijui chochote kwa sababu yule anajuana na shoga yangu. Hata basi hata hela hajatuma kwa maana. Hawa ndo wametuma rejesho lake ninalo, lakini kuhusu Soso sijui chochote. Na hajakwambia kuhusu Soso. Sijaongea naye kuhusu shoga yake. Itabidi tupate data zake. Kwa sababu yule ni mgeni na tulihakikishiana kabisa kwamba hatutuangusha. Nini sasa kimetokea? Hilo limeisha. Mimi nitaongea na Hawa, ongea na shoga yake. Basi sawa. Haina shida, tuendelee na mengine. Au kuhusu Hawa kimaliza itabidi ongee naye. Vipi hela vikoba? Umekuja nayo leo kama uhakika? Nayo leo mko. Maana wiki jana ulizingua. Leo nayo. Leo nayo. Basi sawa. Vipi ni? Na rejesho la Hawa na la kwangu. Kwa hiyo leo niko full. Uko full na wewe. Sawa, nadhani leo hamtoniangusha. Ila naona wiki ya jana hakuwepo Jasmine. Ila taarifa zake nilizipata kwamba alipata na shida. Jasmine, karibu. Wiki ya jana nilipata taarifa yako kwamba ulikuwa umetoka mara moja, umepata dharura. Kweli kabisa. Naona wiki hii tumekutana. Shosti. Nakuona umepoa. Kawaida. Hujazingua hata kidogo. Toka wiki ya jana. Nafuatilia. Una uhakika na watu wako? Wale watu wote wako chini yangu. Kwa wale watu wanafanya kazi. Vipi na yule mpya naye inakuwaje? Yule mpya kwa sababu ni mgeni tunabidi tumpe muda, lakini kazi anafanya. Sitaki drama. Nipo serious na hili jambo. Drama labda ulete. Hapa tufanye drama. Hapa tunafanya kazi. Weka kazi tufanye kazi. Sio unanielewa. Niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa moto. Nilifuata njia ya mkato, nikajikuta kwenye giza. Nimekuwa kwenye mfumo, nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo, nimebeba majeraha. Leo naanza upya tena, nirudi kuwa mimi. Toa pesa kwanza, kazi iendelee. Ila nini kati bosi wako nishamtumia hela nyingine ya kazi gani sasa? Mimi nataka hizo 30,000 ndo yani ndo kawaida yangu. Ile umempa yule, hii hapa kwangu hizo 30,000. Una navaa nguo naondoka. Lakini mimi sina hela mkononi, hela ipo kwenye simu. Tuma ila unatuma 35,000. So kesi.
Wengine waliniona nacheka, lakini hawakujua machozi yangu. Kila hela niliyoshika mikononi. Haya, weka namba ya siri. Tayari. Nihakikishe. Hapo sawa. Haya. Sasa tukaendelea sasa. Hapa kazi inaendelea. Niliyoshika mikononi ilibeba maumivu moyoni. Nikajifunza kuwa maisha hayajengwi kwa njia za mkato. Kila hatua ya halali ina baraka kuliko haraka. Nimekuwa kwenye mfumo. Hello Soso, mambo? Leo njoo mapema. Kuna mtu anataka kukuona. Usichelewe. Kwenye mfumo nimebeba majeraha. Leo naanza upya tena, nirudi kuwa mimi. Chilemba, mimi najua simu zako waga zina unyama mwingi. Nielekeze. Kama unavyonielewa ndugu yangu. Mambo yangu mimi yalionyooka. Kama jinsi ulivyonyooka wewe tajiri yangu. Yaani safari na new plan. Acha basi. Vitu vyangu. Mtoto laini. Eh? Mtoto anafiga kwanza kimona. Rangi kapa. Yaani mambo yako unaopendaga yani ni kujilamba kwa. Ni Manchester tu. Unamaliza. Bwana. Mimi naamini. Yaani wewe mambo yangu mazuri mi waya. Akija hapo unaondoka. Na ule mtoto yani usimhofie. Wewe jimalize. Lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo nimebeba majeraha. Leo anakusalimia wewe. Wewe. Soko. Vitu vyangu leli. Sasa tajiri ndio huyo. Hana bambamba. Kanyoka na wewe nenda kanyoke. Mapema tu. Njia ya mkato si mwisho wa safari. Bado kuna nafasi ya kubadilika. Unaona sasa? Nilikwambia hii njia inalipa. Ni kweli rafiki yangu, lakini lazima uwe na moyo mgumu. Moyo mgumu utakuja tu. Pesa ikishaanza kukuzoea. Hapa mjini bana, lazima ujiongeze. Marafiki walinieleza ni kawaida. Pesa ikija shida zote huondoka. Lakini kila usiku nilibaki na maumivu. Nikijiuliza nani atanisitiri. Niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa moto. Nilifuata njia ya... Mbona mimi nimekuja muda mrefu hapa labdeni? Hamna kinachofanyika. Shida iko wapi? Hakuna shida. Poa, weka tu 30 hapo kazi endelee. Niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa moto. Nilifuata njia ya mkato, nikajikuta kwenye giza. 30,000? Asa kama kula ofisini nimelipa 1,500,000. Inakuwaje tena je nikupe 30,000? Ile ni hela ya ofisi, ile hainihusu. Mnakiuka utaratibu wa Chilemba alioweka. Sio kama nakiuka sheria aliyoiweka. Hapana. Huu ndio utaratibu wangu. Unanipa 30,000 kazi inaendelea. Kama sio hivyo mpigie Chilemba aje ashughulike hapa. Siku nilibaki na maumivu. Nikijiuliza nani atanisitiri. Chilemba. Niliona mwanga kwa mbali. Toka hapa, toka. Ulikuwa moto. Jana mwanangu bwana kwa bwana Chilemba pale. Katika kwenda pale mwanangu nikamwokoa mtoto fulani hivi mwanangu mweusi black fupi fulani.
Mtoto mwanangu mimi naingia pale ndani, mwanangu ananiletea mazizo. Mazizo ananiletea mwanangu. Chilemba kama unavyojua tunaufanyaga. Mimi Chilemba nishamtumia hela yake. Naingia pale tena demo ananiambia tena Mungu nikupe 30. Mwanangu pale mimi nikataki, mwanangu nikachange. Demo mwanangu mimi nikamtimua aondoke. Nimeona kama Chilemba anatutetea mazoea ya kijinga. Hiyo issue mimi ishanitokea. Umeshansoma? Hiyo issue mimi ishanitokea. Na hiyo issue imenitokea ujue wapi? Kwanza wewe demu mwenyewe unamzungumzia atakuwa hawa. Huyo. Sasa yule kuku kienyeji yule jao. Sababu mimi mwenyewe nilifika pale kaniambia, "Oh, umemlipa Chilemba sio nini na nini, kama vipi nilipe na mimi fresh." Sasa mimi kwa sababu tayari ile ni kwa namna gani niko mwisho kabisa. Sio unajua nikaona poa hela kitu gani, sisi unajua biashara zetu mwanangu. Lakini sasa kwa sababu na yeye imekutokea ili mwanangu Chilemba atapoteza wateja. Alafu sisi ndo wateja ambao daily tunaenda pale kuchukua watoto tunaenda kuenjoy. Mimi mwanangu nitamwambia. Sawa. Nitamwambia akizingua bora kurudishia hela yako sababu wewe ukaingia na mtu afu ile hujanjunja la nini jao. Lakini mimi mwenyewe mwanangu nitaongea naye. Kama nitashindwa kuongea naye, wewe mtafute muelekeze. Ikitokea umeshindwa, tukipata wasaa mimi na wewe wote tutaenda kumuelekeza. Tunatumia hela, kwa hiyo lazima hela yetu aiheshimu. Chilemba ananenepeana kitambi nini jao. Kwa hiyo wewe mwanangu hivyo mimi nilivyokupangilia. Mimi niseme mwanangu mimi kitu kimoja basi mwanangu yatakiwa mimi niwahi mwanangu nisebenze, kwa hiyo mwanangu nipande chopa nipa baridi mwa. Yaani naenda kumpanga kabisa kama vipi naomba wewe kama vipi biashara sisi na wewe ba. Wewe ukirudi utakanyagia tu, si unaelewa? Basi poa mwanangu, wewe kama unaingia ingia. Kabeba ndoto moyoni bila hofu. Lakini njia nilizopita zilinibadilisha. Nikapoteza amani. Pia mwanangu, nimekuita hapa kuna kitu hakiko sawa. Nini hicho mwanangu? Hivi unajua dadako hawa anajiuza? Unasema? Dadangu hawa anajiuza mwanangu, afu yote anasababisha unamjua? Unajua yule dalali wa nyumba viwanja yule una bigi hivi. Huyu dalali wa nyumba hapa tuko naye mtaani hapa. Anavaga kofia chake fulani anachana. Yule ndo kila kitu anajifanya top in town. Anachukua demo unaenda unapiga, unampa jamaa hela unaondoka. Oya mwanangu, ili swala mwanangu mimi nimekuja kulimind. Unajua yule mimi dada yangu. Najua ndio maana mimi nilivyoona hivyo nikaona ili silifumbii macho. Sasa mbona analeta michongo kama hiyo mwanangu? Ndio hivyo unajua town watu wanatafuta riziki wapo. Mtu aangalie anamuumiza nani. Oya sasa sikia mwanangu. Mimi naenda kumtimbia pale maskani nini afu naenda kukiharibu sasa. Afu hilo la kumtimbia sio wewe tu, washikaji wengi sana wamesema hivyo kwa sababu wanaona anazingua. Ila cha kukushauri kuwa mpole kwa sababu mtu anayefanya vitu hivyo inawezekana sio yeye tu peke yake. Kuna watu nyuma yake. Kwa hiyo kuwa makini kama unataka ufanye kitu, kuwa makini. Mimi natimba mwanangu, mimi sielewi natimba. Najua lazima upate hasira dada yako mzee. Hata kama ingekuwa nani dada yake anafanya huo upumbavu inauma. Familia moja. Mtu anakuchukuliaje? Kwa ndo hivyo mimi nimeona nikwambie kwa sababu hata tukitembea hivi road mtu anatakayeongelea hivi baya ni kama mimi. Basi fresh mwanangu. Haina shida. Haina noma. Niliona mwanga kwa mbali, kumbe ulikuwa moto. Nilifuata. Kija leo umeniita hapa afu nimekaa muda mrefu na kusikia umeongea na nikaa kimya. Iko hivi. Chilemba wewe ni mshikaji wetu, tunafanya kazi siku zote na tunaelewana. Lakini kuna utaratibu hapa ambao umefanyika kwa ndugu yangu Bwana Shaki, mimi sijaupenda. Oso bana. Bwana Shaki kaingia ghetto pale kama kawaida. Kashalipia kila kitu kwako na huo ndio utaratibu wa siku zote. Lakini cha kushangaza mule ndani mchumba kaomba tena hela. Hiyo issue hata mimi ilishanitokea. Kwa hiyo binti. Lakini kwa sababu mimi tena ndo mzee wa mipira ya juu, nikaona poa tu. Nikalipia hiyo 30, nikaruka kama kawaida fresh. Lakini sasa kwa ndugu yangu utaratibu umeonekana tofauti. Kwa mimi nimekuja hapa leo na sababu mbili au moja. Sababu ya kwanza nataka nijue ndugu yangu pesa anapata vipi au analipwa vipi. Mimi nadhani nimekusikia nimekuelewa. Sawa. Labda tu nikwambie kitu kimoja. Kwa sababu mimi nilikuwa sijajua nini kinachoendelea kwa sababu wewe umekuwa kama mtu wa pili. Maana nikisema kwamba sijasikia kelele nitakuwa muongo. Kwa sababu biashara. Afu na mimi kama unavyojua mimi ndo mizigo yangu. Na maana nyie mkileta mizigo kwangu ina maana tunaishi. Inakuwa fresh, au sio bana?
Sasa tuweze kwenda sawa, mimi nitajishughulikia. Mimi naachimishi ndo kama ndani. Basi umeelewa kama hapo hivi ukija kila kitu fresh. Mimi nitasimamia jambo litakaa sawa. Afu hao mimi nitamtafuta kwa mdangu, mimi nitaongea naye. Ila kuhusu haya lake sio tabu. Yeye ndo atakachofanya kitu kimoja. Kwa sababu kama unavyojua mwanangu kinachokuwa mganga akirudi. Mimi akirudi mimi nitabadilishia mazingira. Yaani tufanye hivyo kwa sababu swala sema hela ikatumika mwanangu. Uongo zangu. Kwa hiyo atakapokuja mimi nitabadilishia mazingira fresh. Mimi niko nashangaa mwanangu, mambo ya watu nyomi hakuna, inakuwa jao. Unajua? Basi wewe usijali mwanangu. Basi poa, mimi naingia zangu hivi. Haina noma mwanangu. Ngoja nikapige. Mimi naelewa kwa Manchester. Kwenye mfumo nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Nimekuita hapa kuzungumza. Hivi hizi taarifa ambazo nimezisikia ni kweli au wanakuongopea? Kazi yangu ni ya kiwandani, si mnajua kwa sababu kazi kiwandani. Ina maana kwamba hizi kazi za kiwandani wewe ndio zinakufanya mpaka wewe unarudi usiku. Hapa nyumbani siku nyingine unarudi saa 5 saa 7. Tena siku nyingine mpaka asubuhi saa 11 unatugongea milango tukufungulia. Kitu kingine kaka, mimi nishakuwa mkubwa. Sasa hivi mimi sio mtu wa kupangiwa sijui nifanye kazi fulani, sijui nifanye kazi fulani. Nishakuwa mkubwa. Sinafanya tu kazi mradi nipate pesa nimsaidie mama. Huyo mama unayosema wewe hata hana shida na hizo pesa zako za kujiuza. Kwenye mfumo nikitafuta maisha, lakini nimepoteza amani ndani ya moyo wangu. Kwenye mfumo nimebeba majeraha, leo naanza upya tena, nirudi kuwa mimi. Wengine waliniona nacheka, lakini hawakujua machozi yangu.